Mr. Juma. Okay. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia kwenye system hizi container. Mpaka sasa bandarini zimefika container 6. Yep. Kwa hiyo kuna container 2 ambazo mpaka sasa hivi hazijafika. Kwa hiyo cha kufanya inabidi uingie katika system, uwasiliane na hawa majamaa ili kuangalia kwamba hizi container 2 zimekwamia wapi. Asante sana. Haya. Mr. Alex. Nakuomba ofisini mara moja. Haya. Nimekuita ili tuweze kuzungumza hususani kwenye masuala ya kampuni ili kuweza kujua maendeleo ya kampuni inaendaje na taratibu nyingine. Na hii yote ni kutokana kwamba mimi afya yangu haikuwa sawa. Kwa hiyo tulikosa ule wasawa kuweza kuzungumza. Nahitaji kufahamu kwamba mpaka sasa kampuni inaendeleaje. Kweli kiongozi, hali ya kampuni haiko sawa. Kutokana na jinsi wafanyakazi wanavyoacha kazi. Nimejaribu hata kuongeza 1% kwenye mishahara yao. Inaonekana kama vile inakuwa ni uchochezi wa kuacha kazi wafanyakazi. Kikweli mambo yangu hayako sawa kabisa. Hususani kuanzia nyumbani. Lakini nakuja tena kwenye kampuni napokea taarifa kama hizi, nazidi kupata hofu. Najiuliza kwamba nyuma ya haya yanayoendelea kuna nini au kuna kitu gani? Tena nimekumbuka ulisema ulipata mfanyakazi mbali. Kutokana na hali yako ya kiafya, kutokana na hali ilivyo, ningetafuta mtu wa kuwa naye karibu, na kupeana mawazo, kushauriana baadhi ya mambo, hususan upande wa nyumbani. Nilikuwa naye na mfanyakazi wa ndani kwa mara ya kwanza, akaondoka. Wa pili akaondoka. Wa tatu akaondoka. Na hata huyu Neema ambaye nilishawahi kukueleza alikaa ndani ya siku 3 tu akaondoka. Nitafanyia kazi mawazo yako. Kama itawezekana yeye kurudi, nitamrudisha. Lakini kama haitawezekana basi nitaangalia njia nyingine ya kufanya. Sawa kiongozi, hapo nimekuendelea. Ngoja mimi niendelee na shughuli za hapo ofisini. Basi sawa. Hivi ile swala la kutembea na mpenzi wa rafiki yako unalichukuliaje hilo swala? Kwa hapo mimi sijachukulia chochote kile, na tu ni kawaida. Sasa ulishafikiria chochote? Kama mwenzako akijua atakufikiriaje? Wewe Neema hayupo. Kwa hiyo nafasi ambayo Neema hayupo, mimi ndo napata nafasi ya kuenjoy na Abi. Si umenielewa? Tunasema Neema hayupo wakati mimi juzi nimeongea naye kaniambia amerudi. Basi kama karudi vizuri, kwani kushare sikupo. Kwa hiyo sio sawa, lakini kwangu mimi ambaye nampenda, mimi naona kwangu ni sawa. Hata wewe ungekuwa ndo mimi, ungeona hivyo ninavyoona mimi. Yes. Nishakaa nikafikiria, nikawaza. Kwa hiyo jibu nilipata ni kwamba sitaki kumuogopa. Kwa mimi simuogopi Neema. Kwa hiyo vyovyote vile atakapokuja ndivyo nitakapompokea. Kwa sababu niko na mpenzi wangu Abi, mimi sijali. Because ananipenda sasa hivi na tunapendana. Penzi moto. Baadaye tukuta mimi na yeye tuko pamoja kama watoto vile. Kingine mama, vipi kuhusu ile tatizo lako? Mwenzako anajua? Rafiki yangu hicho kitu ajui. Na sio kama sipendi kumwambia, ila sasa nawaza na mwanzaje. Sasa tunajua hili ni jambo zito sana. Nafikiria tu hata chukuliaje, hata nifikiriaje na hata lipokeaje. Naogopa sana.
Mbona sikuelewi? Nina swali na naomba unijibu kama inavyotakiwa. Swali gani hilo? Ni kweli wewe ni mwathirika wa virusi vya ukimwi? Zena, nijibu basi. Sinaongea na wewe. Mimi kweli ni mwasilika. Na sasa nafika miaka 2 sasa. Mbona hii hali? Na mimi sikupenda kuwa hivi. Mbona sana Abi? Bosi. Naweza kuongea na wewe? Sawa, karibu, unaweza kuketi. Asante. Bosi. Japokuwa mimi ni mfanyakazi wa ndani tu wa kawaida. Na sina uwezo wa kukusaidia kipesa. Ila hata kimawazo pia naweza nikachangia. Hakuna changamoto yoyote. Kwa hiyo unaweza kuendelea tu na majukumu yako. Sawa? Bosi. Ndani tunapika chakula kingi sana. Na kinalio chote kinaisha. Na asubuhi nakuta hamna hata kitu. Alafu kingine, jana usiku kuna watu ulikuwa unaongea nao. Alafu mimi sikuwaona ila niliwasikia. Samahani kama nimekuuzi. Samahani kama nimekwaza. Neema, unasema? Jana usiku kuna watu ulikuwa unaongea nao, ila mimi sikuwaona, niliwasikia. Neema, ulikuwa wapi siku zote? Mbona sielewi?
Nashukuru sana kwa kuja kwenye maisha yangu. Unaweza ukaketi, nitakwambia kila kitu. Ni miaka kadhaa imepita tangia wazazi wangu wafariki. Wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, lakini uongozi wa kile kituo waliwaamuru wazazi wangu wachome kile kituo kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Licha ya kuwa mioyo ya wazazi wangu haikuwa tayari kufanya hilo tukio, lakini kwa mujibu wa kulinda maslahi yao walibidi wachome kile kituo. Vitu vyote ambavyo vilikuwepo ndani ya kile kituo vyote viliteketea, na watoto wengi walikufa. Aliyebakia ni mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mimi. Kiukweli kitendo kile kinaniadhibu sana. Nafsi za wale watoto zimekuwa zikinililia kila siku, kwa sababu damu waliokuwa nayo wazazi wangu ndio hii ambayo niko nayo mimi. Hivyo maisha yangu yamekosa amani. Nimejikuta nikiishi katika shida, sina amani. Wazazi wangu baada ya kugundua makosa yao waliniambia nikutafute kwa gharama yoyote. Nilihangaika huku na kule, jua likiniwakia na mvua ikiniwakia, lakini sikufanikiwa kukupata. Lakini leo ashukuriwe huyu Mungu kwa kuwa ameenda kuyaona haya mateso na hii shida ninayoipitia. Nikikumbuka moyo wangu unaniuma sana, kwani wameuawa watoto ambao hawana hatia. Ni watoto ambao walikuwa wanahitaji msaada kutoka kwetu sisi. Ni watoto ambao walikuwa bado wanahitaji wewe ndio umesalia. Ni mapenzi ya Mungu tu. Wenda na wewe usingekuwepo. Ni mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Ndio walikuchukua wakakupeleka kwa majirani tu, ukalelewa huko. Walikuwa wanatafuta hata namna ya kukusaidia, lakini ilikuwa wanashindwa, kwa maana wangeweza kugundulika ingekuwa ni shida. Mpaka baba na mama wanaondoka duniani, wakasema nikutafute. Nimehangaika huku na huku, nimetumia hela nyingi, nimetumia muda mwingi, nimehangaika usiku, mchana, asubuhi, lakini sikuweza kukupata. Lakini leo ni kama ni Mungu tu, maana ameona haya mateso yangu, ameona kitu ninachopitia. Kiukweli Neema, sina amani. Nimekuwa nikihangaika mimi, nimekuwa nikiteseka, lakini mbaya zaidi, naomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Anisamehe kwa niaba ya wazazi wangu kwa kuwateketeza watoto wasiokuwa na hatia. Na wewe naomba unisamehe, nimekosa sana, nimekosa. Kiukweli hali mama nimeiona ni mbaya sana, ila kwa jinsi nilivyoiangalia ule ni mshtuko tu mambo yaliyotokea. Kaka James, kuna kitu nataka nikwambie ambacho ukifahamu. Ile ndio mimi nikaa nahitaji tena sana tu. Kile cha kushangaza, mtu ambaye nikaa namhitaji sio yule aliyokuja kunioa. Ambaye nikaa namhitaji ni Abi, wala si baba yake. Ndio mama mimi ningeamua kuchukua majukumu ya kutoroka hapa na kuondoka na kwenda mjini, kwa sababu nilishindwa ile ndoa. Sasa basi
nitakumshukuru Mungu. Yule mtaraji wangu ambaye alikuwa anataka kunioa, ambaye ni ABK, alifanya uhalifu wa mauaji, kashukua na jeshi la polisi. Na yule mdogo wake Abi ambaye ni Medi, na nahisi kwenye kuja kutoa mahali ulimuona, naye pia alikuwa anavuta madawa ya kulevya, pia kashukua jeshi la polisi. Na yule mzee ambaye akalazimisha kunioa mimi, inasemekana kwamba ni tabia kutumia na watoto wadogo, ni tabia yake, naye pia kashukua jeshi la polisi. Na pia tena Aileen nipo naye mjini kutoka France. Aileen uko naye? Ndiyo. Sasa umewezaje kumtoa Aileen kule wakati yule mzee alimshikilia kwa madai kwamba anatudai hela nyingi sana? Samanini kidogo nimeingilia kati kutokana na muda umeenda. Ningependa kuchukua nafasi hii kutokana na hali ya mama jinsi ilivyo. Niliagizwa na Mr. France kuangalia hali ya mama. Kwa hiyo kesho itabidi tufanye maandalizi kumpeleka mama hospitalini India. Alex, nashukuru sana kwa msaada wenu. Mimi hapa nilikuwa nishashindwa kila kitu, nilikuwa nimemwachia Mungu tu, sina cha kuwalipa, ila namwachia Mungu, atawalipa. Wewe sijali, tuko pamoja. Mwenyezi Mungu pamoja na wewe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila jambo litakaa sawa. Asante sana. Asante sana Alex.